shikamoo. Jambo. Jambo. Subiri. Vipi mama? Hamna mama, unajua leo tumekuwa makanda alafu na mimi narudi na makanda. Haya basi sawa. Ingia hapo ndani kabatini tukuta kuna kipande cha ndimu labda. Nitakata hiyo hapo. Subiri, maana siku hizo unaniogopesha. Lazima nikutishe. Mega, mimi kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani nataka kuniambia tena Subiri? Mwanzo najisikia kama nina mimba. Una mimba? Ndio. Subiri. Wewe unajua kabisa kama wewe mwanafunzi. Mega, leo ndo unajua kwamba mimi ni mwanafunzi. Kwa sababu nimepata mimba, si ndio hivyo? Sasa Subira, siku yenyewe tulifanya ni siku moja tu. Iweje mimba hiyo inaingia? Yaani siku moja ndo ingie mimba Subira? Mega, mimi ndo nishakwambia mimi mjamzito. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Ila mimi kuna option nataka tuifanye. Option gani? Kuna mama, yeye kazi yake anatoa mimba kienyeji. Kwani tuwe mimba mimi Mega? Usipige kelele Subira, tupo njiani hapa. Huyo mama kutoa kwake mimba sio kama eti atakuua au atakufanyaje, hapana. Kwa sababu yeye huyo mama anatoa mimba kienyeji. Na sisi binadamu tumeumbwa kienyeji. Kwa hiyo hakuna madhara hapo Subira. Mimi naomba nielewe hivyo kwanza, kwa sababu ukisema eti una mimba uanze kutangaza huko kijulikana, hiyo ni kesi. Au mimi unipendi Subira? Nakupenda Mega. Kweli Subira, mimi ninavyokuambia. Wewe nenda nyumbani. Mimi hapa nitaenda moja kwa moja mpaka kwa huyo mama ili mradi kujua kwamba atanisaidia vipi. Sawa Subira? Sawa, nimekuelewa. Basi nenda basi. Hapa njiani. Changamka. Mwana kulifind, mwana kuligeti. Okay, ngoja niende kwa huyo mama kwanza. Mama. Mimi nimekuja hapa baada ya kusikia habari zako. Kwamba wewe ni unashughulika na masuala ya utoaji mimba kienyeji. Sawa baba. Kweli kabisa aliyokuambia hajakwambia. Hiyo ni kazi yangu na hiyo kazi yangu ni ya muda mrefu sana. Basi sawa, maana mama mimi nahitaji msaada wako. Kama upi baba? Mimi bwana, kuna mwanafunzi nimemtia mimba. Kwa hiyo unahitaji umlete ili nipate kumshughulikia kumtoa. Kwa hiyo ndio maana nimekuja kwako. Basi haina shida. Ila sasa. Sasa mwanangu. Ndio mama. Mimi nimekuita hapo kuna jambo. Jambo gani hilo? Mpaka umjue mimi ni mama, wewe ni mwanangu na Subira ni mama. Lakini mimi Subira ananitia wasiwasi. Wasiwasi gani tena? Kuna siku Subira alirudi kutoka shule, hata ndani ya kuingia nilikuwa nafanya shughuli zangu hapo. Akatoka mbio kaenda pale kutapika. Kutapika?
Na akasema yeye ana allergy shwani amekula makande. Mimi nilichofanya nikamwambia tu nenda ndani kachukua kipande cha ndimu ulambe. Lakini sikumuelewa. Yaani sijaelewa na nahisi ana mimba. Ana mimba. Yaani kabisa nahisi Subira ana mimba. Sasa hivi ninaomba mwanangu kama niweza umfuatilie tu ndugu wako. Yaani umfuatilie tujue kama ni kweli ana mimba au la. Naomba fanye kitu, umchunguze mdogo wako. Kwa sababu mimi ni mama, yaani nahangaika peke yangu na nyinyi watoto wawili. Baba yangu toka fariki. Mimi peke yangu nasimama. Mama, hapo kwenye kufariki baba yangu sinikumbusha machungu. Kwani baba yangu nilikuwa nampenda sana afa kwa natujali. Mambo anapoongea kidogo, punguze kidogo hata mimi. Yaani mwanangu wewe unasema unasikumbusha machungu lakini mama yako kila siku nasikia yaani mwanangu anaungua, nasikia uchungu mwili. Kwa sababu Subira mimi anajua mama yake hali yangu nilikuwa nayo. Basi mama, asante mama. Ila mimi nachosema mwanangu kitu kimoja. Naomba umfuatilie mdogo wako. Ili tujue aliyemtemba ni nani na alipe gharama zetu zote kwa sababu sisi tumehangaika. Tujue hizi na mbichi ni zipi. Mimi nakuelewa mama yangu. Yote unaniambia. Nitalifanyia kazi kwanza hivi sasa. Sawa, na ile lipo mkononi mwako na kuacha kama dada mkubwa. Sawa. Basi mimi ngoja niingie zangu ndani nikaandae chakula. Sawa. Tusiongee mimi na wewe tu. Nahitaji uniletee huyo mgonjwa ili nipate kumuona. Sawa, kabla kumleta mimi na swali nataka nikuulize. Uliza bila wasiwasi. Je, tukishafanya hii process ya kumtoa mimba, atafariki au atakuwa hai? Nikuondoe wasiwasi babangu. Mimi hiyo kazi na uzoefu nayo kwa muda mrefu sana na nimeshughulikia watu wengi tu kuwatoa mimba. Sijawahi hata mtu mmoja kunifia. Hajawahi kufa mtu hata mmoja. Kwa hiyo na kuhakikishia atakuwa salama salama. Basi kama ni hivyo, mimi ngoja nikamlete huyo mgonjwa uje kumuona. Sawa. Ili matibabu mengine yaanze. Sawa. Basi sawa mamangu. Sawa, karibu. Ila baba sasa nakuomba ukija, uje na hela kidogo ya kununua vile vifaa, uweze kumshughulikia kabisa moja kwa moja kazi yetu. Hilo halina shida hilo. Hilo mimi nitamaliza. Sawa. Hilo mama halina shida hilo. Mama mtoa mimba? Hilo halina shida hilo. Kwaheri. Baba karibu. Habari. Salama, shikamoo mama. Jambo. Mbona kama unatoroka shule? Mwalimu sijatoroka, nilikuja kutafuta dakoro tumekoko sijakukuta nikamkuta mwalimu Juma ndo nimemuona. Shida nini? Kichwa kilikuwa kinaniuma. Kimekuanza lini? Kimenisumbua tu nilipo darasani pale ndo naona kichwa kinaniuma kwa sababu naomba ruhusa. Haujatoroka kweli darasani? Sijatoroka. Kweli? Basi kama unajisikia vibaya, nenda nyumbani kapumzike. Sawa, nakuelewa. Haya, mimi nitaongea na mamako. Sawa. Haya. Mama. Naam. Mgeni wako ndo huyu. Huyu ndo mgeni wako. Huyu ndo mgeni wangu. Anaitwa nani? Huyu anaitwa Subira. Kati boy. Umenita. Nimeflash moyo.